siri zako. And they like to try and understand and know more about you. Ukiona mtu anakudadisi sana kujua mambo yako ya ndani, when you see someone trying to know about your inner life, know that they are in this group. Mfano, for example, unaendeleaje siku hizi? How are you doing nowadays? Ndoa yako iko sawa kweli? Is your marriage stable? Inakuhusu nini ndoa yako? What does your marriage concern? Anakuambia kwamba iko sawa. Yeah, it's okay. Kweli. Are you sure? Really? Anataka umsimulie. They want you to open up. Ukifunguka mambo yako, when you open up, ni fimbo kwake. It is a stick. Jaribu kuinuka tu, anakumbushia. The day you try and rise up, he will remind you. Kwa jina la Bwana, I'm warning you in the name of the Lord. Jifunze kuwa na msiri mmoja. Learn to have one person to share. Ambaye unamwambia kila kitu. The one that will tell everything. Naye ni Yesu Kristo. And that is Jesus Christ. Piga magoti nyumbani kwako. Go onto your knees in your home. Weka kiti mbele. Put a table, a chair. Mwambie Yesu kaa hapo tuongee. Tell Jesus sit here and I'm sitting here. Funga kabisa, mtu yote asisikie. Close the door that you are in complete privacy. Simulie story yote ya mambo ambayo unayapitia. Tell him everything that you are going through. Hata kama ikikugharimu kutoa machozi, toa machozi mbele yake. Even if it causes you to shed tears, that is good. Lia ukiwa na yeye wawili. Shed tears in his presence, just as well. Ukitoka hapo nawa uso wako. When you are come from there, wash your face. Toka na tabasamu. Go out with a smile. Maana Yesu anashughulikia mambo yako. Because Jesus deals with your Hallelujah. Hallelujah. Ukiona wanaoharibu kule unakoelekea usitishike. When you see those who are destroying your destiny, don't be troubled. Kabla hatujaingia kwenye maombi ya ibada ya leo, before we go into prayers, nataka uwajue marafiki wawili walioharibiana maisha yao. I want you to know two friends who messed up the other one. Cha Mungu mmoja, one a God-fearing na mwabudu shetani mmoja. And one who worships the devil. Hata ninyi mnaofanya biashara, even you who are in business, huwa ninawaambia, I tell you, kabla ya kuingia kwenye partnership katika biashara, before you get into a business partnership, funga na kuomba kwanza. Fast and pray. Kwa sababu kuna watu wengine wanakuja kwenye maisha yako. Because there are people who come to your life. Unaweza ukadhani kwamba ile deal inalipa sana. And you may think that deal is going to pay me. Lakini target yao ni kukuangusha kiroho. But their purpose is to bring you down spiritually. Piga picha huko na mtu kwenye biashara. Visualize you with someone in business. Unafikiria habari ya kuweka wakfu biashara yako kwa maombi. And you think that you should dedicate this business to God in prayer. Yeye anawaza kuzika mbuzi. And they are planning to go